Martha! Kwenye chumba changu unalala na mwanaume mwingine. Naomba utoke nyumbani kwangu sasa hivi. Ndio wapi sasa mbaya? Kwani wapi kwani utokea wapi mshenzi nini? Unaongeza? Tunaweza kwenda kulala wote leo. Pesa yako tu. Bei gani? 8,000. Mnafunga saa ngapi hapa? Hapa kama saa 8. Usichukue kichwa kingine. Utalala na mimi leo. Angalizo. Silali hoteli wala guest. Kama unataka twende tukalale kwangu. Maana sasa hivi dunia yenyewe imeisha. Mara kutolewa figo, mara utumbo, mara maini. Kama mwenzangu. Niletee kama hizi 2. Adamu, karibu sana. Huku ndo mtaani kwetu, Uswahilini ndio Uswahili, lakini mwenzangu usiogope chochote maana kuna sungusungu kuanzia saa 6 mpaka saa 12. Sawa? Sawa basi twende. Ngoja basi, kuna mtu anataka nikamwamshe huko ndani. Kitoka sasa tunaingia. Sawa baba? Mama. Mama amka basi. Nini sasa jamani? Mama utawasiana wewe mama wewe. Jamani nimechoka. Mama, sasa ukichoka kesho utakula nini? Unajua kabisa mwanao, mimi nategemea wanaume ili tuishi. Unafika kazi yenyewe ile na akatwa mshahara napokea 25,000 tu kwa mwezi. 25,000 tunatakiwa tulipe kodi. 25,000 tunatakiwa uvae, ule. Haya tunaishije mamangu unasema umechoka. Mbona ulifanyia makusudi lakini mama? Mungu ananiuma sana huko nje bwana. Mama, nimemwacha mtoto watu nje anapigwa na baridi. Mama, hebu twende bwana, twende nje. Jamani hebu maisha mpaka lini jamani? Hebu amka. Unaogopa nini? Shikamoo. Marahaba, ujambo? Haya, tondoka. Twenda. Pita mama.
Ina maana mama yako alilala hapa? Sasa tuna chumba kimoja, ningefanyaje? Lakini hujafanya kitu kizuri kabisa yani. Unaanzaje kumlaza mama yako nje kama hivi? Hamna kawaida, maana hata mbwa hamna kwetu. Mama. Mama. Ha? Mbwa wamening'ata sana jamani. Sikia mama. 4,000 hii hapa hii. 2,000 utanua vitafunwa vya asubuhi na mchana. Ishike. Hii hapa hii. Alafu hii 2,000 utanua sabuni ya unga, ufue yale mashuka ndani. Na nguo zangu pia usisahau kunifulia. Tunoke bebi wangu nipe lifti. Za asubuhi mama. Salama. Mwanangu, mimi kuna kitu nataka nikushauri. Kwa nini usiache kazi hiyo ya baba? Kwa sababu tangu umefanya hiyo kazi, sioni faida ya aina yoyote. Sana sana tu kubadilisha wanaume. Na mwisho wako utapata maradhi. Mwanangu, ungetafuta kazi nyingine. Mama, uone faida yoyote? Au tunakula boba na maharage hapa? Iko chumba anachokilipa chumba kimoja tungelipaje? Na wewe mbona nakuvalisha? Kwa sababu ya kazi hiyo hiyo ya baba. Sasa leo ninapoacha kazi ya baba nafanya kazi gani mama yangu? Hapana mwanangu, inabidi ujiongeze. Kwa sababu wewe ukipata maradhi, mimi nitahangaika sana. Na unaniona mimi ni kipofu. Nani atanisaidia mwanangu? Hebu mtafute yule rafiki yako. Umwambie kutafutie kazi. Mama, huyo rafiki yangu mwenyewe anadanga. Anadanga kama mimi. Hayo kazi atanitafutia kazi gani? Na kazi mjini hapa utafuti bila kudanga. Utafute kazi, upate mwanamume. Sasa bora upate mwanamume ambao unaridhika naye. Alafu mama, kuna kitu nataka nikwambie. Mimi habari ya kurudi usiku na kuamsha. Mgumu kuamka we mama. Mbaya zaidi nikitoka asubuhi na kukuta mlangoni umelala. Yaani kama mtoto yatima unanitia aibu. Hivi wateja wangu ninavyokuja nao, waanza kaudi tena kukuta pale mlangoni umelala. Mama unanitia aibu bwana. Sasa mwanangu, nataka nilale wapi? Wakati wewe mwenyewe unasema nikalale nje. Sasa mimi ningelala wapi mwanangu? Mama, si hata chooni unalala. Wewe kitakushinda nini kulala chooni? Alafu choo chenyewe kilivyokuwa kikubwa. Ni kikubwa. Sio kama chochoro kile. Unalala kabisa pale asubuhi fresh, Kunitia aibu mama, mimi sitaki bwana kunitia aibu bwana. Sawa basi mimi nitalala chooni, lakini nilikuwa nakuomba ninunulie hata dawa ya mbu. Maana mimi nikiumwa malaria makamu haya nitakufa. Usijali mama yangu kuhusu dawa ya mbu, usijali kabisa. Nitakununulia mama kipenzi. Sawa manona.
ila tabia ya kulala na kukuamsha sitaki. Iwe mwanzo na mwisho leo. Unaniharibia wateja wangu. Wanakuwa warudi tena. Kila siku wateja wapya. Haya tule mamangu, maana nataka niwahi kazini. Kuna danga langu mmoja hivi lisilipite hivi. Na hela hatari. Mama. Aso maji hapo jadi. Vipi ndugu yangu? Ndo umegoma kabisa siku hizi kufika hapa nyumbani? Kaka wewe acha tu. Mambo mengi, lakini hata leo hii nimekuja pia kuna kitu nataka unishauri. Jambo gani hilo ndugu yangu? Cosmas, mimi kwa sasa hivi naamini kwamba Mungu kuna mtihani fulani akikuletea, kuna somo jipya anaweza kabisa anataka wewe ujifunze. Yaani huwezi kuamini, baada ya lile tukio la mimi kumfumania mwanamke wangu, nimekuja kukutana na picha mpya kabisa ambayo mpaka sasa hivi haipotei kwenye akili yangu. Yaani ile siku ambayo nimetoka kumfumania demu wangu, mimi nilienda baa kunywa pombe kwa ajili ya kupoteza mawazo. Kilichotokea nikaishia kuondoka na Bahamedi wa pale. Na ule mwanamke aliniambia hataki kwenda guest wala hotelini. Kwa hiyo niende naye kwake. Nyumbani? Nyumbani ndiyo. Kaka, huwezi kuamini mazingira niliyokuta kwao. Yule binti anakaa yeye na mama yake. Chumba hiko? Chumba kimoja. Kimoja. Mama yake ni kipofu. Na wateja wake anawapeleka pale. Can you imagine bro? Yule demu amemlaza mama yake nje. Sasa mimi nilivyoona lile tukio la mama mtu kutoka pale, kiukweli nilipofika ndani nilishindwa kufanya chochote. Na nikashindwa kuondoka kwa sababu ilikuwa usiku. Na kule tulipoenda, Uswahilini sana. Kwa hiyo tukalala tu bila kufanya chochote. Asubuhi wakati tunaondoka, tunamkuta yule mama amelala nje pale. Namuuliza yule binti, vipi? Yaani mbona kwa nini mama amelala hapa? Ananiambia hiyo ni kawaida na nikirudi na wateja tunaingia, sasa atalala wapi? Na mama anakubali kwa sababu pesa ambayo inapatikana kwenye ile kazi ndio pesa ambayo wanatumia kula. Hebu afikiria hayo maisha, alafu mtu mwingine ajala mchana tu anaanza kumlalamikia Mungu. Mimi kaka, huwezi kuamini, mimi tangu ile siku nimetoka pale, mimi kile kitu kinarudia kichwani kila wakati. Kila wakati kosi. Sasa natamani niwasaidie wale watu. Kwa sababu maisha wanayokaa wale, hata ukiwapa milioni 1 tu kwao inaweza kubadilisha maisha. Nikasema nisifanye uamuzi wowote bila kukushirikisha rafiki yangu. Adam, unajua mimi wewe ni rafiki yangu, tena wa muda mrefu sana. Kwa hiyo lazima nikushauri kitu ambacho kitakusaidia wewe. Swala la kutoa pesa na kumsaidia huyo Bahamedi, mimi siriafiki brother. Kweli tena nakwambia. Kwa sababu nikwambie kitu, wewe Adamu una ndugu wengi ambao wako kijijini. Unaweza ukatoa hiyo pesa na kuwasaidia, then wakakushukuru na kukubariki pia. Lakini katika ukoo wetu tuna ndugu wengi pia ambao wanaweza kuwasaidia ndugu wengine ambao wana pesa. Kaka, mimi najikuta navutiwa kuwasaidia wale watu. Kaka, maisha ambao wanaishi ni maisha magumu sana. Sana. Sio kwamba mimi labda na hela nyingi ama na pesa nyingi, hapana. Ila nataka nitoe kiasi fulani kwenye mshahara wangu, niwe na dunduliza hata baada ya miezi 3-4 ni wape waweze kutoka kwenye yale maisha. Unawezaje kumsaidia mtu ambaye wewe humjui? Yaani ni Bahamedi tu umekutana naye siku moja afu utoe pesa yako umpe. Brother, nikwambie kitu kimoja. Si kila mtu anahitaji msaada huko nje wewe unatakiwa kumpatia. Na sio kila ombaomba au mkilema sio na nani huko unamkuta utoe pesa yako umpe. Brother, mimi sikushauri. Wale wengine wanapitia zile ni laana ambazo walizifanya huko. Sasa yale ni malipo ambayo wao wanapitia. Na ukisema utoe hiyo pesa yako hapo mfukoni na kuwakabidhi hao, brother,
unaweza na wewe ukapata laana na usipate tena pesa hizo. Hebu achana na masuala hayo bwana. Yule ni Bahamedi, umekutana naye usiku, umemalizana naye, achana naye. Hayo ni malipo ambayo watu wanalipia kutokana na ushenzi uliofanyika kipindi hicho. Si unanielewa? Acha kusaidia binadamu. Binadamu wabaya. Mama, kuna mtu anataka kutusaidia. Mtu gani tena huyo? Mteja wangu wa kazini kaahidi kutusaidia. Atutoe hapa atupeleke kwake. Unamwamini? Maana sasa hivi watu hawaaminiki. Angalia wasije wakatupeleka huko wakatuua. Mimi mapafu yangu bado ni mazima kabisa. Sitaki unipeleke huko tukapate shida. Wewe bi mkubwa wewe. Wewe unapenda haya maisha, si ndio mamangu? Maisha ya chumba kimoja, kunguni mle ndani, muda mwingine nakulaza nje, muda mwingine nakulaza chooni. Haya wewe haya maisha ndio unapenda, si ndio? Wewe, mimi siyapendi. Lakini uangalie na mtu wa kutusaidia ndugu yangu. Mimi maisha haya ya kulala kwenye kunguni hapa sitaki, kwenye mkeka wenye kunguni sipendi. Sipendi kabisa yani. Mama, yule mkaka kwa muonekano wa nje anaonekana mstaarabu, sijajua ndani. Ndio uchunguze sasa. Ndio mchunguze vizuri. Alafu anaonekana kama ananipenda hivi. Yaani ukimwangalia yuko serious, yani yuko serious yani. Ila kama ananipenda. Sasa fanya hima mwanangu. Tuweze kwenda kule. Maana kama nakupenda ndio pa kushikilia hapo. Jiongeze mwanangu. Mimi yule naye shoga yangu. Upo Mama Nono? Ndio. Mama Nono furahia. Pokea mafanikio Mama Nono wangu. Pokea mafanikio shoga yangu. Yaani hapo uliponiambia sikuamini kama tunatoka kwenye kunguni hapa. Haya maisha nimeyachoka mimi. Afanya mpango haraka tuondoke. Lakini mama nikwambie kitu. Maana nakujua mdomo wako. Chengine ukae kimya usimwambie mtu. Mimi siwezi kusema, mdomo wangu piu piu. Kimya. Nafunga. Sawa mama. Navyopenda mambo mazuri mimi. Tena muhimize kabisa wewe. Mwanzo siamini. Haya kuja tuone. Haya. Jamani, karibuni sana. Karibuni sana na mjisikie mpo nyumbani. Hapa ndipo ambapo mahali mimi naishi. Na nyie pia mtakaa hapa kwa kipindi chote kile ambacho nimekuambia. Naona kuwa ninawatafutia mtaji ili muweze kuanza maisha yenu mapya. Baba, tunakushukuru sana. Mungu akubariki sana. Binadamu kama wewe wenye moyo kama wako sijawahi kuona. Asante sana baba yangu. Haina neno mama. Kadamu. Naam. Asante sana Kadamu. Ana aibu tuliyopata kuhusu mama yangu. Ni aibu kubwa sana mtaani kwetu. Nashukuru sana kwa kutustiri aibu yetu. Nona, nafikiri hakuna haja yoyote kuhuzunika sasa hivi. Kwa sababu mimi naamini kuwa kila jambo ambalo linampata mwanadamu ni Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo anakuwa ameruhusu limpate. Kwa hiyo mara zote Mungu huwa anampa mtu jaribu ambalo anajua kabisa ameshamwandalia mlango wa kutokea. Kikubwa sasa hivi ni tushukuru kwa nafasi hii ambayo tumeipata na tuendelee kumtukuza kwa kila jambo, kwa maana iliyopita imepita na sasa hivi ni wakati wa kutazama mbele. So karibuni sana. Mungu akubariki sana. Asante. Sasa sijui nisemeje. Hapana bibi, hapana. No, hakuna haja kufanya hivyo. Asante sana baba. Tunakushukuru sana. Nina njaa. Wakora mno ni nsima. Angalia, peleka mabegi ndani. Chumba chenu ni mlango huu, mlango unaofuata. Mimi ngoja nikawachukulie chakula, nafikiri baadaye ndo tutapika, sio? Sawa kaka. Sawa. Wakora mno ni nsima mno. Karibu sana mama. Wakora mno. Karibu sana. Hapa ni pazuri sana hapa. Paonekana ya rungi mno.
Mpanukia. Bibi, bado nipo hapa. Bado upo. Ngoja nikakuchukulia chakula basi. Aise. Sio ameondoka. Tumetoka kwenye mikeka, tumelalia mikeka kwenye kunguni. Alafu panaonekana pana makochi mazuri nimeona. Mpanukia. Karibu. Asante ndugu yangu. Nimekuja kazini kwako pale saluni, nimekuta umefunga. Nikamuuliza jirani yako akaniambia uko nyumbani. Vipi, leo hujafungua? Nilikuwa huko huko ila nimefunga muda sio mrefu, nimerudi nyumbani mara moja, kuna vitu tu nikamilisha. Bwana ndugu yangu, mimi nimekuja hapa na msaada kidogo nahitaji toka kwako. Wewe tena Bwana, mimi pale nyumbani nina binti mmoja hivi naishi naye. Yule binti bwana nilikuwa namtafutia kazi. Na nimejaribu kuzunguka huku kama mantilie, kila unapoenda unakutana na watu huku wana watu. Nikasema ngoja nije nijaribu saloni kwako pale. Kama unahitaji mdada wa kukusaidia atakusuka, kufumua nywele, chochote kile ambacho anaweza kukifanya pale, mimi naamini unaweza kukifanya. Ndugu yangu, hebu nifae kwanza kwenye hilo. Nimekuwa kama bahati. Sababu msichana wangu kaondoka siku sio nyingi. Juzi kati tu kafiwa. Kwa hiyo ni kama zali. Nilikuwa natafuta mdada. Poleni. Asante, tushapoa. Vipi, anaweza kusuka? Kwenye kusuka sijajua, lakini wanawake, hivi kuna mwanamke ambaye hajui kusuka kweli? Na yule pia kwa anavyoonekana ana kichwa chepesi sana. Mimi naamini kama utamfundisha hivi anaweza. Basi kama ndio hivyo haina shida. Ila tu wawahi kesho mapema asubuhi tuingie mzigoni. Na samahani lakini Maki hata aibu naona kusema. Aibu ya nini tena? Anaweza akapata chochote kitu hivyo bwana, japo ni mgeni lakini mimi naamini bwana wewe ukichekesha pale hawezi kupata chochote kwa hizo siku 2-3 atazokuwa na kusaidia. Kupata anaweza akapata. Yaani ni ushapu wake tu, lakini kusala wateja wapo. Wewe mwenyewe atakapochangamka ndio hivyo hivyo. Aise Alice, asante sana ndugu yangu. Haya, karibu. Mungu akubariki. Alafu unajua namba zako nilipoteza. Wewe na kila siku nashindwa kuomba kwa sababu sinajua naweza nikakuibukia saloni. Hebu niandikia. Asante Mungu. Haya, hiyo hapo utapiga. Sawa, ndio hapa. Basi mimi nishukuru, tunafikiri tutawasiliana au vipi? Sawa. Basi ajitahidi awai. Sawa. Haina shida. Nona. Hebu njoo mara moja. Poa. Ulikuwa umelala nini? Hapana, nilikuwa naangalia TV. Mama yuko wapi? Mama yeye amepumzika kidogo. Amepumzika. Okay. Sawa, sasa kuna jambo kidogo nilikuwa nataka tuzungumze kuhusu kazi yako ile ya baa. Unajua kiukweli naona mimi kama nilivyokuambia kuwa ile kazi unayofanya binafsi hainibariki. Sitamani kukuona unaendelea kufanya ile kazi kwa sababu ni kama kazi fulani inayoshusha utu wako. Kwa hiyo katika pitapita zangu kuna sehemu nimekutafutia kazi ambayo utajishikiza kwa kipindi hiki ambacho nimekwambia kuwa nakutafutia mtaji. Kazi gani? Utaweza kufanya kazi ya saloni? Ndio kipaji changu. Kwa hiyo mimi nimilisi kwa mama. Kweli? Alikuwa mzima kabisa mama wangu. Basi kama hivyo nafikiri ni jambo jema. Nina rafiki yangu mmoja anaitwa Tindo, ana saluni nzuri tu. Kwa hiyo nilikuwa nimeongea naye kama anaweza kukupatia nafasi pale ili kwa kipindi hiki ambacho unasubiri ile pesa nilokuahidi uweze kwenda pale na kujishikiza. Na pia atakuwa anakulipa japo sio pesa nyingi sana, lakini angalau inaweza kukusaidia kwenye matumizi yako madogo kama mafuta na vitu vingine vidogo. Nashukuru sana Adamu. Umejitoa sana kuhusu mimi na mama yangu.
Adamu, yaani chochote kile unachotaka wewe niambie tu, mimi nitakulipa. Hapana bwana, saizi hakuna haja ya kufanya mambo. Mimi nakusaidia tu kwa moyo, sawa? Natamani nione unabadilisha maisha yako wewe pamoja na mama yako pia. Kwa hiyo wala usifikirie kwamba kuna kitu chochote nakihitaji au labda ukadhani kuwa kuna malipo yoyote ambayo unatakiwa kunipa. Sawa? Nashukuru sana. Basi ni hivyo tu, jiandae kesho itabidi nikupeleke ukaanze kazi. Sawa? Unapika nini leo? Hilo chagua wewe tu. Pika makande. Pika makande. Makande? Eh. Mama. Adamu amenitafutia kazi. Kakutafutia kazi? Kazi gani hiyo? Kazi ya saluni. Hey, asante Mungu. Mungu kasikia kilio chetu. Na hilo ndio nilikuwa nakwambia, acha kazi ya baa. Tafuta kazi nzuri. Si unakumbuka nilikwambia mwambie rafiki yako akutafutie kazi? Sasa ndo hili ndo nilikuwa nalitaka hili. Sasa changamkia fursa. Sijui umenielewa? Changamkia fursa. Lakini mama, unajua Adamu ana roho nzuri sana. Mwanangu, sio Adamu ana roho nzuri sana. Adamu pia anakupenda. Na kama anakupenda, uchangamkie hii fursa. Ukiamka asubuhi, ingia chumbani kwake, mtandikie kitanda chake, piga deki, muandalie nguo zake, chukua nguo zake, mnyoshee vizuri, kisha maliza asubuhi akiamka kwenda kazini. Andaa chai, muite mezani, anywe chai aende kazini ameshiba. Sasa usirembe. Jiandae wewe kuwa mke wake sasa hivi. Na akitaka unyumba, mpe unyumba tena. Ndiyo, changamkia fursa hiyo mwanangu, usirembe. Haya, mimi nakuaminia somo wangu. Lazima nifanye hivyo mama. Fanya hivyo. Usiniangushe. Nazaje? Kuangushi. Haya bwana. Mama, karibu sana. Asante mwanangu. Nimefurahi kukuona. Na mimi nimefurahi pia. Nona. Pamoja na mama Nona hapo. Natamani kama ungeweza kumuona. Lakini alokaa mbele yako hapa ni mama yangu mzazi. Anafusikia kijijini huko Ludewa. Karibu sana mama. Asante. Jamani, mamangu hapa bwana ana changamoto ya kisukari pamoja na pressure. Kwa hiyo kila baada ya miezi mitatu uaga anatakiwa kuja mjini hapa kwa ajili ya kuhudhuria kliniki hospitali. Na anakaa wiki 2 then anarudi kijijini. Kwa hiyo siku hizi kadhaa hapa tutakuwa naye. Mama pole sana. Mama, kama nilivyokutambulisha, huyu anaitwa Nona na huyu ni mama yake. Sijui nisemaje, lakini unajua tena mjini sisi mnaweza mkawa sio familia lakini mkaishi kidogo. Sawa. Wenzangu wa kidogo alikuwa na changamoto, huyu alikuwa anafanya kazi baa, anaishi na mama yake kwenye chumba kimoja, maisha yao kidogo yalikuwa magumu sana. Kwa hiyo kibinadamu nikajikuta na tamani kuwasaidia. Ndio maana nikaona niwachukue na niwahifadhi hapa nyumbani. Huku nikijaribu kupambana kutafuta 100-200 ili kuna pesa fulani nikikipata basi niweze kuwafungulia biashara na waweze kuhama pale wanapokaa, wapate nyumba nyingine kidogo nzuri. Umefanya vizuri mwanangu. So unajua tena mama, unaweza ukaona 200,000 kwako ni ndogo au 100,000 kwako ni ndogo. Lakini la hiyo kuna mtu ukimpa unabadilisha maisha yake. Ndio. Kwa nikaona ngoja niwasaidie ndugu zangu, ndio maana niko nao hapa. Maskini, poleni sana.
Asante sana mama. Mwanangu, umefanya vizuri sana. Maana hata wewe huwezi kujua kesho yako. Kweli. Jamani, nimefurahi kuwa juu. Mama, una mtoto mzuri sana na ana tabia mzuri sana Adamu. Hongera. Nashukuru kwa sifa hiyo. Basi jamani, mimi nafikiri tutakuwa na mama hapa. Niliona ni vyema mkajua, ili hata kama kuna shughuli mnaweza mkamwambia, japo ni mgonjwa mama wangu, kunyanyua vitu vizito hawezi, kutembea umbali mrefu hawezi. Ya, lakini ndio mama yako tena, utafanyaje? Haya, kama mna shughuli zenu mlikuwa mnaweza kuendelea nazo, nafikiri mnaweza kuendelea nazo jamani. Ndugu yangu vipi? Karibu. Asante bwana. Mhm. Lakini umenenepa da. Kweli. Usitaki wala. Umenenepa tofauti na kipindi kile. Hivi ule mama Wambone yupo? Yupo. Siku hizi amekuwa mfanya biashara mkubwa. Ukimwona utamjua. Jamani. Yaani siku hizi anachukua samaki ziwani analeta huko. Ilo le mama anapambana Sana. na lile tende lake hajapona. Napone wapi? Lile vyo basi tena. Unakupona pale. Ila mpambanaji. Sana, anajitahidi kusema ukweli. Ni wanawake wachache wa kijijini kupambana kama yule. Basi ina shida mamangu. Binafsi nimefurahi sana kukuona. Na leo nataka nikupikie chakula changu pendo. Na kupikia makande. Makande tena. Kijijini nile makande na huku nile makande ya damu. Mama ya huku tunaweka nyama. Naweka nyama na nazi. We, Nona. Njoo nikuagize buchani. Ndio nayo makande na nyama. Mama sijawahi kula. Hivi ngoja nikuulize swali kwanza. Kwa nini watu wengi wakishakuwa watu wazima ndio wanamkumbuka sana Mungu? Hapana. Mimi toka mtoto. Marehemu bibi yako alikuwa mkali. Yaani mtu ulale bila kusali au ule bila kusali. Ulali. Kweli? Hata kama unaenda shamba, weka jembe pembeni, anza kusali ndio uanze kulima. Kweli? Kweli. Haya, basi sawa mama, shuka hili hapa. Haya, sawa. Na nikushukuru mama. Haya. Adamu. Hivi. Hawa watu uliamua kuwasaidia. Ulishauriwa na mtu au ni akili zako wewe mwenyewe? Kwa nini muulize swali kama hilo? Ujue ni maamuzi magumu sana. Kumtoa huko mtu, ujue hata anakokaa, ujue ukoo wake, familia yake, afu ukamleta nyumbani kwako. Umemwamini vipi huyo mtu? Au umeguswa na kitu gani kikubwa hasa mpaka ukaamua kumchukua mtu na mwanae unawaweka ndani, sio ndugu zako wala hamjuani? Mama, mimi nimefanya tu mwenyewe kwa moyo wangu. Unajua kuna kitu kimoja mama wangu. Wewe kitu kwako kinaweza kikawa kidogo sana. Mfano hata wa pesa. Unaweza ukawa na shilingi 50,000, unanunua tu nguo ambazo kabatini tayari zimeshajaa. Kuna wengine 50,000 anaenda tu baa na kunywa pombe, akilala, akiamka, pesa imepotea, hakuna chochote cha maana alichokifanyia. Lakini hiyo pesa hiyo ukimpa mtu mama, unaweza kubadilisha maisha yake kabisa. Kuna mtu leo hii mama wangu anampigia magoti Mwenyezi Mungu, anamuomba Mwenyezi Mungu ambariki apate shilingi 10,000 tu. Aende akanunue karanga, aje azikaange, aende akauze apate faida shilingi 2,000 aweze kumsomesha mtoto wake. Lakini niambie mama, 10,000 hiyo wewe waga unaitumia siku ngapi? Kwa hiyo mimi mama kuwasaidia hawa ni baada ya kujua mazingira waliokuwa nayo. Mama hawa kina Nona walikuwa na mazingira magumu sana. Can you imagine mtu analala na mama yake chumba kimoja?
Usitojua mama, huyu binti alikuwa anajiuza. Anafanya kazi za kujiuza. Anamlaza mama yake nje ili yeye aweze kulala na mteja ndani. Na mama hawezi kukataa, anakubaliana na hiyo hali kwa sababu ndiyo sehemu anayojipatia pesa. Hebu fikiria mama, hata ungekuwa wewe kweli usingewasaidia. Kwa hiyo binafsi mama, baada ya kujua maisha anayoishi, nikasema hapana. Mimi sio tajiri sana. Sio kwamba labda nina pesa nyingi, lakini ziko pesa ambazo waga nafanyaga mambo mengine tu luxury. Nikasema ngoja nipambane, niwatafute milioni hizo 3. Na hizo milioni 3 nachokifanya, kwenye mshahara wangu pesa ikishaingia natoa kidogo, kuna kwenye account naweka. Kwenye madili yangu nikipiga, nikishatoa vitu vyangu vya msingi natoa kidogo, naweka mle. Ikifika milioni 3 niwape. Na lengo langu nataka wapate pesa ya kulipa kodi mwaka mzima kwenye nyumba kidogo ambayo ina afadhali. Alafu cha pili nataka wanunue vyakula vya kutosha. Na cha tatu nataka yule binti afungue biashara. Yule binti ni binti mchakarikaji. Anaweza kufungua hata saluni. Anaweza kufungua saluni, wakawa na fanya kazi pale pamoja na mama yake. Ama wakitaka hata walime ni wao. Lakini kikubwa ni yule binti aache kufanya kazi ya baa anayofanya na hiyo ya kujiuza, na aweze kumhudumia mama yake kwa kazi nzuri. Hivyo ndo ambavyo nimejisikia kufanya mamangu. Da, historia hii inasikitisha mwanangu. Sana. Na hili jambo liloliamua ni jambo la busara. Kwa sababu ni vijana wachache ambao wanaweza kujitolea kabisa kumsaidia mtu amjui. Kisa tu maskini wake. Mungu atakuzidishia. Ndio hivyo mamangu, na mimi sio kwamba labda nimefanya kwa sababu nataka thawabu kwa Mungu, hapana. Mimi nimefanya tu kwa sababu moyo wangu unaona unaridhika kufanya hivyo. Ndio, ni hivyo tu mama. Mama, amina, na nyinyi usiku mwema. Mapema. Kesho wewe kuamka jioni kueleka. Hamna shida. Mimi naamka mapema, naanza mazoezi. Unajua sitaki mwili kuwe. Basi utazima taa hapo kwa Aya. basi. Wewe? Aya. Aya. Bisho mtongo ogambe kyolikwenda nkuwenye. Bisho mtongo ogambe kyolikwenda nkuwenye. Nimekumbuka nyimbo yangu ya zamani hiyo. Mama, kumbe mwimbaji mzuri tu. Wimbo mzuri. Haya ndugu yangu, niambie, naomba nipumzike mwenyewe. Mama, naona kuna joto au mwenzangu ulisikie? Dama, naona kumbe wewe ni mwani. Nisikie ukiimba nyimbo za Kiaya.